Mambo vipi Mtanzania, mambo vipi everybody, mimi naitwa Mo7 na hii ni Rua TV kutoka Rua Kilombero. Karibu sana kwenye mahojiano ya 101. Na leo niko na moja kati ya vijana ambao wao wamededicate maisha yao kabisa kwenye sanaa yao ya muziki, na hiki ndicho ambacho wanakipenda ukifanya. Karibu sana, uungane nami kuanzia sasa mpaka hapo baadaye. Na kwa hiki ambacho tunakifanya basi utakipata live kupitia YouTube channel ya Rua TV na kwenye all digital platform. Karibu sana. Asante bwana pia. Karibu sana Rua TV. Asante sana. Hii ni mara yako ya kwanza kuwepo hapa? Yes. Jisikie uko nyumbani. Naona. Kwa mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza leo, anahitaji kukufahamu wewe ni nani, unafanya nini, unaweza kumwambia nini? Mimi ni msanii na nafanya muziki. Jina lako? Emotion Flavor. Kwa nini Emotion Flavor? Emotion Flavor ilitokea wapi? Emotion Flavor. Emotion Flavor ilitokea kwa mwanangu fulani hivi. Anaitwa Sengo. Tukakaa chini, tukabageni bwana niitwe nani? Tukapata hilo jina Emotion Flavor. Emotion Flavor. Baada ya kusikia magoma yangu nini, umeona yani hisia fulani akasema mwanangu wewe ukiingia na jina hili hapa fresh naishi nalo. Karibu sana. Emotion Flavor ni jina zuri kwa maana ya kwamba unafanya muziki ambao unagusa hisia za watu, lakini sio hisia tu, ni hisia ambazo zina ladha ndani yake. Nadhani hapo ndipo ambapo lilikuja Emotion Flavor. Naam. Tunataka kufahamu kwa mara ya kwanza umeamua kuingia kwenye sanaa hii ya muziki. Ni nini kilikusukuma? Nini ambacho ulitamani mpaka ukaamua kufanya muziki? Kichonitamanisha kwanza kuna mtu ambayo yupo juu naimba sana. Nilikuwa nampenda sana kumsikiliza yule mshikaji anaimba. Sometimes nakupa zangu geto nini na play ngoma zake kuanzia ya kwanza mpaka ya mwisho. Basi na mimi nikawa namfuatilia na imba mwisho wa siku na mimi nikajikuta nafanya na mimi muziki, vitu kama hivyo. Mtu yuko juu ina maana ni moja kati ya wasanii ambao tunawafahamu na labda naweza kusema kwamba ni mtu ambaye unamtazama zaidi sana. Si mbaya kama endapo ukamtaja na tuweze kujua. Bana, msanii ambaye mimi namkubali siku zote, namsikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni Jux. Jux namkubali sana. Aina gani ya muziki ambao unaufanya, labda kwa mtu ambaye ndo anakufahamu leo kwa mara ya kwanza? Kwa muziki ambao naufanya kabisa ni R&B. Lakini ukiniletea nani tofauti na R&B na gusa ila ukiniletea R&B ndo na fly zaidi nafanya muziki wa R&B. Tunafahamu mkoa wa Morogoro ni miongoni mwa mikoa ambayo ukitaja mikoa ambayo imetoa top artist, Morogoro hatuwezi kuiacha. Yes. Wewe unasema kwamba umekuwa inspired na Jux kufanya muziki. Na ni lini umeanza kumsikia Jux na ni lini ambapo umeanza kufanya muziki? Jux sasa nimeanza kumsikia muda mrefu sana. Jux nimeanza kumsikia tangia ngoma yake ile yeye, ngoma yake fulani hivi. Yeah. Ile ngoma kitambo sana. Kwa hiyo yani nikaanza kule kumsikiliza. Nimeanza kumsikiliza kule mpaka leo hii. Alafu kwa mimi kuanza kufanya muziki anza kama mwaka 2009 kuingia ni serious kwenye muziki 2009 2010 kuja huku sasa hizi. So far tracklist zako ambazo tayari zimeshakwenda mjini mpaka sasa kuanzia 2009 mpaka muda huu umeshafanya nyimbo ngapi? Kwa kule mwanzo zilikuwa kwenye makundi haya. Makundi 2009 2010 nilikuwa kwenye kundi moja inaitwa Sugar City. Yani hivyo tukakuwa tunafanya ila mwenyewe sasa, yani kujitegemea mwenyewe imekuja kuanzia huko 2016 17. Kwa mango ya kwanza kuwa mwenyewe ni Tabasamu. Nikafanya ile ngoma mwenyewe mpaka sasa hivi nafanya mwenyewe. Sema sasa muziki yetu ya huku mpaka kwenda kule juu ni kazi sana. Ila ndio hivyo mpaka sasa hivi tunakomaa nafanya. 2009 umeanza kujitafuta na kujipata 2017. Tabasamu ilitoka 2017. Kwa mantikio ni kipindi ambacho unaanza chini kabisa. Chini kabisa. Uliwezaje kuishawishi familia? Kwa maana ya kwamba kuaminisha kwamba hiki ndicho kitu ambacho nakipenda, nimechagua kukifanya na ndio kitu ambacho nitakifanya. Ilikuwa ni rahisi au ilikuwa ngumu kiasi gani? Familia yangu mimi nachoshukuru Mungu napenda nachokifanya. Mfano mama yangu mzazi mimi kipindi naanza vile kwenye makundi mtoto yani chali
Nikimwaga bwana bi mkubwa mimi naenda kwenye kufanya muziki studio, au labda naenda kwa sababu kwenye yale makundi kuna bro wetu fulani anaitwa Ngwina. Kwa hiyo anakuja nyumbani pale, yani kipindi ananifundisha tuseme yani maana kuandika kufanya nini, bi mkubwa pia yupo pale. Kwa hiyo kwa kwake yani urahisi, hata kama akija hapa nyumbani kunichukua kunipeleka studio ilikuwa rahisi. Kwa anipeleka bi mkubwa yuko fresh. Kwa mpaka sasa hivi nafanya. Okay. Yes, of course, ni kitu ambacho kinaleta faraja na kinatia moyo kwenye chochote ambacho nakifanya, kama endapo unapata 100% support kutoka kwa wazazi. Huyu ni Emotion Flavor, mimi ni Mo7. Hii ni Ruaha TV, bado tuko live hapa na tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana na muziki ambao wanaofanya, wapi ametoka, wapi alipo na wapi ambapo wanatarajia kufika. Emotion. Naam. 2017 mpaka sasa hivi 2019, kwa haraka unaweza kukumbuka ni idadi ya nyimbo ngapi ambazo tayari umekwisha kuzifanya? Nyimbo za kwangu kama za kwangu mimi? Yes. Za kwangu kabisa, yani official, ina maana mpaka sasa hivi nyimbo kama 7 hivi. Nyimbo 7. Nyimbo 7. Na nani ambaye yuko nyuma ya kipaji chako au sanaa ya muziki ambayo unaifanya, kwa maana management au mtu yote ambaye anakushika mkono? Kwa management bado hatujatengeneza, sina management, ila kuna mshikaji ambaye yupo, tunapeana mawazo kwa bwana kitu hichi hapa kiende, kitu hichi hapa kisiende, basi hivyo. Unawezaje kumudu, kwa sababu unajua tulipofikia sasa hivi muziki umekuwa tayari ni biashara kubwa. Yes. Na tunapozungumzia biashara yote inahitaji uwekezaji, kwa sababu ni maisha. Watu wanalipa bills, wanaishi maisha mazuri, wanatimiza ndoto kupitia biashara ya muziki. Uwekezaji kwenye muziki wako unategemea nini hasa? Ni wapi ambapo unapata fund, kwa maana ya pesa, kuwekeza kwenye muziki wako? Pesa kwa sisi ambao tunafanya kwa huku chini huwa tunakopa yani karibu sana na maproducer, karibu sana na director. Muda mwingine madirector wanakopa marafiki zetu, maproducer pia na marafiki zetu, lakini pia naye kwenye kupushi tunawaomba, kuna ashikaji wapo tunawaomba hivyo. Lakini kuhusu pesa kwa sasa hivi kwa siku ni changamoto sana, na changamoto kubwa kwenye muziki wetu sisi ni pesa. Kwa tulipokuwa bado hatuna ni watu wale wa kutushika kusema kwamba bwana sasa tunakwenda kifedha, bado hatuna. Kwa hiyo tunajaribu kupambana hivyo kidogo basi, hivyo kidogo. Kama nimekusikia vizuri kwamba support kubwa inatoka kwa directors na producers ambao wanakupa favor kwenye kurekodi, lakini pia kwenye kushoot kazi zako. Kuna namna yoyote ambayo wao wana benefits chochote, kwa maana kwamba wao wanapata chochote kutoka kwako kwa kile ambacho wana support kwenye sanaa yako? Kutoka kwangu mimi kwa director huwa tunasaidiana hivyo kidogo bwana, yani naweza kumtoa yeye alipo nyumbani kwake kuja location, bado tunafanya kazi, tunafanya iende. Basi yani kifupi ni hela zile ambazo yani useme namkizia familia yake ambao kwenda pomtoa. Lakini sio kumkizi yeye. Ni uongo. Na producer pia naye wa studio namtoa tu kidogo hela maji. Basi tunafanya kutokana na hali zenyewe jinsi zilivyo. Kwa maana hiyo una specific producer au director ambaye ndo amefanya kazi zako zote 6-7 ambazo tayari umeshazifanya, au umefanya na director na producers tofauti? Tofauti. Ma producer wanafanyaga tofauti. Mfano kama ngoma zangu kama 4-3 hivi kafanya producer mmoja, Shada anaitwa, ambayo ipo Touch Music, alikuwa ipo Touch Music, sasa hivi hayupo. Hizo nyimbo zangu zingine kuna 2 kafanya Rhymes, afu kuna 2 kafanya Jordan. Kwa hiyo ndio tunavyoishi hivyo. Okay. Sawa. Napenda vile ambavyo umeamua kuwa consistent kwenye kile ambacho unakifanya. Licha ya nini ambacho unakipitia, lakini bado umefocus kwenye kile ambacho unakiamini. Yes. Muziki wako kwa sasa hivi ni namna gani una market, kwa maana ya kwamba kazi zako ambazo unazifanya zimeanza kukulipa pesa, na ni wapi ambapo unauza muziki wako? Kazi zangu bwana, yani kuingiza pesa kwa sasa hivi ni bado sijaanza kuingiza pesa. Kwa maana ya ipi? Naweza kusema kwamba yani muziki bila msimamizi kabisa, yani ile bado tunapita wakati mgumu sana sisi ambao tulikopo chini. Kwa maana ipi? Unaweza ukaenda studio ukafanya kazi, kuitoa tu ile kazi yenyewe, pia naye kuipushi inakopo pia naye kazi. Kwa sababu gani? Unaweza kwenda
unaweza kwenda kwenye radio, si mfano audio, unaweza kwenda kwenye radio anaipiga pale na new, yani kwenye kipindi kile cha kupiga zile nyimbo pia anataka pia hela nyingi. Sasa ukijiangalia wewe mfukoni hauna kitu, basi unaamua tu ufanye tu kawaida, uweke tu YouTube na mitandao mingine, yani hivyo washikaji zako wakupushipushi hivyo. Kwa hiyo kifupi, sisi wasanii wa chini tunapata shida sana. Ila kama tunapata watu wakuweza kuwekeza, tunafanya. Nimependa vile ambavyo umekuwa muwazi na hii ni changamoto ambayo wasanii wengi upcoming artists wanakutana nayo, hasa kwa wadau ambao ni presenters, DJs ambao tunawaamini wao ndio waweze kupeleka sanaa na biashara ya muziki huko ambako unatakiwa kufika. Binafsi pia nitumie nafasi kuzungumza na presenters pamoja na DJs kwamba tunaacha talents nyingi sana kutoka chini ambazo ni truly talent na ni kweli zina uwezo wa kufanya mambo makubwa sana kwenye sanaa yetu ya muziki, lakini hatuwezi tukafika huko kama endapo tutatanguliza maslahi yetu binafsi. Nitakupa mfano mmoja, ngoma ya Skati Tamaa ambao imemtambulisha Darasa ambaye sasa hivi ni one of the biggest artists kwenye industry ya muziki ambayo tunayo. Ni ngoma ambayo alikutana na presenter akamwambia nipe wimbo mimi nimeupenda na upeleka radio, na from there ikawa ni turning point, the rest is history. Sasa kama endapo tukipata presenters na DJs wenye moyo kama huo, naamini kuna talents nyingi sana ambazo tutaziraise kutoka chini. Kwa mtu ambaye anakutazama hapa sasa hivi, umeanza harakati 2019 ukiwa kwenye makundi, bado hujakata tamaa. 2017 umestand by your own feet, umeamua kujisimamia mwenyewe kwenda kama solo artist na maanisha, lakini pia you are still there, bado unapambana na sanaa yako. Kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi anahitaji kufanya investment kwenye sanaa yako, kwa maana ku manage either ku support, anapaswa kuzingatia nini na milango iko wazi kiasi gani? Sasa hivi kama kuna mtu anahitaji kunisupport, aje tu milango, yani aje tu, milango iko wazi, niko free. Kwa maana ipi? Na mtu tu mmoja ambaye ni naye rafiki yangu anakuja, tunakaa chini tunaongea, kama tunakwenda sawa basi fresh tunafanya. Okay, milango iko wazi na yoyote ambaye yuko tayari kusupport hii talent anaweza akafanya hivyo, na mwishoni mwa mahojiano basi tutatoa mawasiliano ni kwa namna gani unaweza kumpata ili walau tuweze kupeleka bidhaa hii sokoni. 2017 mpaka sasa, kati ya ngoma zako zote ambazo umezitoa, ni ngoma gani ambayo unaiaminia kinoma no? I say ngoma zipo nyingi sana, ila kuna ngoma yangu moja naikubali sana, inaitwa Apple. Apple ni ngoma moja kali sana. Na what the story behind Apple? Ni nini ambacho umezungumza kwenye huo muziki wako? Nilichokifanya Apple ni nimemzungumzia mwanamke kwamba nampenda na nini, yani ndio kila kitu kwangu. Ila sema sasa nilichokifanya, ule wimbo na maana nilivyotoa, uzuri wake kwa ule, yani ule wimbo na mashairi yake nikaupa tu jina Apple. Okay. Kwa ni wimbo wa mapenzi ambao umezungumzia mapenzi kwa mwanamke, ambayo ina ukweli kiasi gani kukuhusu? Yani ile nyimbo bwana nilivyoitunga, hiyo nyimbo niliitunga kutokana na kama nilivyokuambia mwanzo, mimi namfuatilia sana Jux. Ile nyimbo nimeifanya baada ya nyimbo ya Jux kutoka Fimbo. Yes. Ikawa nyumbani naisikiliza ile Fimbo inavogonga, nafungulia sabufa nasikiza Mikito. Najua Fimbo ile naisikiza, naona kama hivyo kuna vitu hivi vipo hivi ile nyimbo. Na mimi nikasema ngoja hapa nipate kitu kupitia hii nyimbo. Kwa hiyo sasa nikaitoa ile Fimbo ya Jux, nikaja mimi nikatunga ngoma yangu hapo. Kwenye beat ile. Kwenye beat ile. Melody tofauti kidogo, kwa sababu sikutaka nizifananishe sana kwa melody, kwa sababu niliofia watu yani kuelewa sana, yani kuchanganywa. Unajua si wa Tanzania tupo sana kuchanganywa. Yes. Kwa hiyo sasa nikatunga melody tofauti kidogo, lakini yani kaona kaa vizuri, unaisikiliza hapo. Alafu na Fimbo pia unaiplay, unaona kabisa huko kuna vitu vipi. Okay. Hebu tuchapie hapo kidogo la utaweza kusikia. Hapo kidogo.
Unapeperusha bendera ya chumbani, uzuri wako sijui ni kuite nani, jua wengi wanakutamani, baby sitosubiri, usigende far away, say nitatafuta mganga ili nikugange, yeah. Na kwa macho yangu waufutiki, kwa boni zangu hotoki, yeah. Na kwa moyo wangu umeweka tiki, wendo wangu siogopi, kwa macho yangu waufutiki, yeah. Na kwa boni zangu hotoki, na kwa moyo wangu umeweka tiki, yeah. Wendo wangu siogopi, baby, oh no. Hivi bwana, noma sana, noma kabisa. Mimi nina masikio, nimeona na nimetazama, lakini kwa wewe pia ambao unatazama bila shaka watakuwa umesikia kile ambacho nimekisikia. Jamaa ukimsikiliza kuna flavor fulani ambazo zina relate na Juma Jux of course, na hiyo inaonyesha kwamba ni kiasi gani amemuinspire, lakini nadhani ni mtu ambaye anamtazama zaidi. Wimbo gani wa Jux ambao ukiusikiliza unasema wimbo wa Jux? Yaani wimbo wa Jux mimi ni ule wa Fimbo. Nyimbo zipo nyingi sana za Jux. Yaani ukiniambia hapa nianze kuimba nyimbo za Jux, nitakuanzia nyimbo ya kwanza ilivyoanza mpaka saa zila sana yani. Imekaa sana Fimbo. Kwa sababu Fimbo ndio imesababisha mimi nitunge hapo. Au story na relate na uhalisia ambao ulikuwa unapitia kwa wakati huo? Muda bwana. Hamna chochote. Okay. Hamna chochote. Hebu mimi binafsi hili nipigie kwa ajili yangu. Hiyo Fimbo alau nisikie hata verse. Fimbo. Yes. Fimbo. Kwanza kabisa thanks to the God. Hivyo. Uzuri wako si wako download. Unanishangaza kila muda misichoki. Wakini kama wewe misitaki. Wewe ndo fimbo yangu baby, we ongeza raha zaidi mami, nikuweke tu kabisa ndani, we kwangu wendo burudani, wewe kiboko yangu baby, ongeza tamu zaidi mami, ni wewe tu baby, ni wewe, I give you everything, yeah. I give you everything. Anyways, noma kabisa. Bwana, bado tuko hapa Ruaha TV. Tuna mengi ya kuzungumza na mwanetu anaitwa Emotion Flavor. Ni upcoming artist kutoka Ruaha Kilombero na ni moja kati ya dhahabu ambazo bado ziko chini. Tunahitaji kuziraise kutoka hapa na ziweze kwenda sokoni. Emotion. Naam. So far kwa mpaka ambapo umefikia sasa hivi kwenye muziki wako ambao unaofanya, ni nani ambaye unaona kabisa ameplay part 100% na ni support kubwa sana kwako kwenye muziki wako? Mpaka sasa hivi hapa. Ameplay part kubwa kwenye muziki wangu. Yes, mpe mashavu, sio mbaya. Mpe mashavu. Sasa wapo watu wengi sana. Ila sema kwa sasa hivi ni mimi mmoja. Yes. Cha urembo. Ramadhani Cha urembo. Okay. Kwa vizuri sana yule mshikaji. Namkubali sana kwa sababu hata kama mfano nikitoa kitu, yani nikiandika wimbo, siwezi kwenda kurekodi hadi mpaka nimuite mwanangu njoo. Anakuja, tunakaa chini, bwana wimbo hapo unaonaje? Bwana wimbo bwana toa hichi. Japokuwa yeye ni msanii wa kuigiza. Cha urembo ni msanii wa filamu. Lakini hana vitu pia nayo kwenye kichwa chake. Kwa hiyo sasa ukimpelekea kitu bwana hapa ipo hivi, ukimwimbia nyimbo sasa anasikio. Na bwana hapa toa hichi, weka hichi. Kwa tukienda kufanya jiwe. Okay. Tunaenda kufanya jiwe. Kwenye uwezo wako na kipaji ambacho uko nacho. Naam. Ni kipi ambacho unafanya bora zaidi kwenye muziki, either kwenye uandishi zaidi au kwenye melodies au kwenye ideas, na umeshawahi kuandikia msanii yoyote wimbo, either haijalishi awe ni mkubwa au ni mdogo au kwenye level ambayo uliopo sasa hivi, na wewe ushawahi kuandikiwa wimbo na msanii yoyote? Mimi kuandika nyimbo kwa ajili ya msanii, nyimbo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yes. Ila bwana nisiwe muongo. Sijawahi, ila verse moja chorus au melody tena nishafanya sana nyingi. Na hizo hapo tunakutana nazo studio. Kwa sababu ukienda studio tunakuwa pale wasanii wengi. Unakuta msanii kaja nyimbo yake anayoimba pale haieleweki. Kwa hiyo sasa producer tu anasema bwana Emotion, hebu kaa naye kwanza huyo dogo hapo pembeni.
mjadili kuhusu hilo swala hapo mnafanya. Kwa hiyo mimi namsikiliza, najua huyu hapa anataka nini. Kaa chini na muandikia kama chorus, kama ni verse au aiza kujazia kwenye vile vitu. Hiyo ni kawaida kwa wasanii. Kuna faida yote unaipata kwenye hicho ambacho unakifanya? Kwa sasa hivi rafiki yangu nisiwe muongo. Sisi wasanii wachanga tupate lolote. Okay. Na tunawasaidia pia ni wachanga wenzetu pia. Okay. Na unaifanya for the love au unastahili kwamba kuna chochote unastahili kukipata kwenye hicho unachokifanya kwa wasanii wengine? Na mimi nafanya. Yes. Yani nafanya kwa sababu muziki naupenda. Kwa nafanya. Kwa hiyo yani hata kama mtu mfano anatokea sababu bwana mimi bwana sina chochote. Yani ipo mimi tu hapa mimi nimekuja. Sina chochote kile. Mimi naweza kumwandikia nyimbo mwanzo mwisho na nikampa akafanya. Unakuwa kwenye hisia gani pale ambapo wimbo ambao umeshiriki kufanya either kwa asilimia chache au kwa asilimia kubwa, alafu umekuja kuwa ni wimbo bora na umefanya vizuri zaidi kwa wakati huo? Najisikia furaha sana. Najisikia furaha kwa sababu kitu ambacho nilichoweka mkono wangu kimefanya vizuri. Ukiandika wimbo ambao umeenda mtaani alafu umedrop, yani umekopa upo chini, sio vizuri. Okay. Sasa nitataka nikupe mfano mmoja ambao ni kitu ambacho kina trend sasa hivi kwenye entertainment industry na nitahitaji kupata mtazamo wako kwenye hili. Kile ambacho kinaendelea kati ya Diamond Platnumz pamoja na Mbosso ambaye ni aliyekuwa msanii wake kwenye label ya WCB. Kwenye EP ya Mbosso Room Number 3, wimbo wa Power ndio ambao unaleta mtafaruku sasa hivi na sintofahamu kwenye mitandao ya kijamii. Mwanzoni kabla ya hili ambalo linaendelea sasa hivi, Baba Levo alikuja na kusema kwamba Diamond Platnumz ameshiriki kwa 50% kuandika wimbo wa Power, lakini Mbosso hakuwahi kuweka wazo wala kusema chochote kwenye hilo. Yes. Lakini sasa hivi kilichokuja kuonekana baada ya ile clip kutoka ya studio session, imeonekana Diamond alishiriki kwenye melodies na uandishi wa ule wimbo, ndicho ambacho kinaleta sintofahamu sasa hivi. Sasa sitaki tukizungumzie hicho, ila ninachotaka kufahamu ni kwamba scenario ya namna hii kuna nyingi ambazo zinafanana hii ambazo zimekuwa zikitokea mara kadhaa. Yes. Kuna baadhi ya wasanii ambao wameandika nyimbo za wasanii wengi sana pasipo kupata manufaa yoyote, lakini pasipo kuwa credited, kwa maana kupewa credit na msanii ambaye amemwandikia. Wewe ukiandika wimbo kama ambavyo umekuwa umefanya kwa wasanii wenzio, haupati chochote. Yes. Lakini kuna namna ambavyo mtu akikupa credit kwenye wimbo inakupa faraja na kuongezea thamani kwenye kile ambacho umekifanya. Inatosha. Tunaona kwa wasanii wengi wenzetu, mfano nchi za Marekani, wao wanakuwa nafanya hivyo. Hata kwenye wimbo baada ya kutoka inaonyesha kabisa kwamba mwandishi wa wimbo ni nani. Lakini kwetu sisi bado hatujafanikiwa kufanya hivyo. Haujapata hata hizo credit, lakini unahisi kwamba love peke yake ambayo umeiweka kwenye hiyo kazi inatosha, au unataka kupata credit kwa mentioned kwamba umeshiriki kwenye huo wimbo? Yani hapo kuna vitu viwili. Kuna makubaliano afikisha, kuna wewe kujitoa. Yes. Ukiwa studio afu ujue tunavyokuwa ndani studio wasanii huwa tuna love sana. Yes. So unaona? Kwa sasa kama ni msanii anakuja na maana pesa, bwana niandikie hii nyimbo na hivi na hivi na hivi, bwana nakugea kiasi kadhaa. Umeelewa? Ina maana kwamba ni makubaliano ya kipesa. Wewe mwenyewe umeona bwana kwenye nyimbo hapa, hebu ngoja niweke nifanye hivi, afu nyimbo ikatoka ikawa hiti mbele, ina maana hapo ni love tu. Yes. Love tu inatosha. Okay. Changamoto ni nyingi sana kwa wasanii wachanga. Tukiachana na changamoto za support kutoka kwa wadau, lakini pia masuala mazima ya uwekezaji kwenye kazi za sanaa zao ambazo wanazifanya. Nyinyi kama upcoming artist, mnahisi mnapaswa kufanya nini na kipi ambacho kina miss kwenye safari yenu ya muziki ili muweze kufika pale, tukiachana na hizo changamoto ambazo nimeshazitaja hapo mwanzo? Sisi bwana kama wasanii wachanga wa chini, unajua kila msanii anapambania kwenda juu. Yes. Kwa sasa ili ufike pale juu, pale juu pia kuna watu hapo. Yes. Kwa sasa ili ufike pale, cha kwanza unachotakiwa kukifanya ni kukaza. Kukaza kiuandishi. Kama hivyo tena vingine tuna nyuma kule. Yes. Lazima uwe na watu ambao wanakusimamia, ambao yani wapo tayari kujitoa. Kwa bwana hapa tunaanza hapa, tutafanya hivi, mwisho siku tutafika hapa.
Ukipata tu hao watu basi muziki siwezi kuanza. Okay. Unafanya unaenda. Edo Boy kwenye moja ya nyimbo zake kuna line inasema kwamba kipaji bila nidhamu si kitu yani kabisa. Na kuna hizo complaints nyingi kwamba our upcoming artists wakiwa wanajitafuta kama hivi ni wepesi sana kunyenyekea, lakini once watakapopata nafasi ya kushikwa mkono na kusogezwa pale juu tabia zinabadilika. Naye anatanua mbawa kwa Chris kwamba astahili kuwepo pale ambapo yupo, kwa maana management au mtu ambaye anamsimamia kwa wakati huo, au astahili kupata kile ambacho anakipata. Hiyo ina ukweli kiasi gani? Hiyo inakuwa kwenye tamaa ya msanii. Tamaa ya msanii inakujaje? Msanii anavyoanza anakuwa hapati hela. Yes. Yaani anavyochukuliwa na mtu na anakopa hapati hela kwa sababu gani? Yule ambaye anakusimamia sikaekeza hela zake. Yes. Ekeza hela zake, kwa inabidi anapambana usini wewe, yani baadaye uje umrudishie zile hela zake na faida yake. Kwa hiyo sasa ukifika ule wakati sasa wa kurudisha zile pesa na faida zake kwa aliyekusimamia, yes, ndio mara nyingi ugomvi unapoanzaga. Unapoanzaga hapo. Kwa hiyo sasa ili kusudi vitu hivyo visiwepo, kwanza yani msanii unatakiwa uwe na akili sana na anayekusimamia. Kwa maana ipi? Kwa sababu mtu akija kwa mara ya kwanza, bwana mimi nataka bwana tuanze muziki tufanye yani naekeza muziki. Yaani wewe cha kwanza usikurupuke tu kwa sababu basi ndio underground basi moja kwa moja basi poa twende. Hebu kaeni kwanza chini kwanza mnyajenge kwanza vizuri. Bwana tunaanza hapa sawa. Unaekeza kiasi gani? Alafu mwisho wa siku pia inakuaje? Umeona? Yes. Vitu kama hivyo. Mimi naamini ukiwa tunafanya hivyo basi mambo yanaenda vizuri. Okay. Pia mimi naamini kwa sababu niko kwenye hii industry kama mdau, kama mfuatiliaji, kama shabiki. Kitu ambacho pia ninakiona na naamini kwamba upcoming artists wengi wanafeli ni kwenye hiyo stage waliopo, ni kwa namna gani wanafanya vitu kimkakati kwenye sanaa zao. Kwa maana ya kwamba anarekodi wimbo, atajitutumua pia atafanya video. It's fine. Lakini je, baada ya kufanya hivyo way forward ni nini? Nini ambacho anapaswa kukifanya ili walau bidhaa yake ifike sokoni na yule ambaye anaipokea sokoni aweze kuvutiwa na bidhaa yake na endelee kuitafuta bidhaa kutoka kwake. Nataka kufahamu kutoka kwako promotion strategy ya kazi zako, kwamba umesha rekodi wimbo, umesha shoot video. Baada ya hapo huwa unatumia njia gani kupromote kazi zako kwa maana ziweze kufika sokoni, lakini pia ni njia gani ambayo unatumia kuuza kazi zako za muziki? Njia ambayo natumia kuuza kwa sasa hivi ni kwa social media. Yes. Nikisha record tayari, nikishafanya video au audio na platform ambazo ni za kwangu kama za kwangu yani mwenyewe, yes, nazo naziweka kule nyimbo, basi baadaye tunazifanyia new promote mitandaoni, basi zinaenda zinasogea kidogo. Okay. Na njia gani zaidi ambazo unazitumia tukiachana, umetumia mitandao ya kijamii kwenye kazi zako ambazo unataka kuzifanya? Kuna kazi ambazo unafanya kuzipeleka hata radio? Kwenye radio huwa napeleka. Nikishafanya tayari audio napeleka radio. Sisi kwa kutu kwetu tuna radio Abudi. Yes. Huwa napelekaga. Kuna bro wangu pia naye ananisaidiaga. Yes. Sasid anaitwa. Pia naye huyo pia bro pia naye ananisaidiaga naye pia kupiga radio. Kote huko mimi napeleka nyimbo. Okay. Kwa pia naye wananisaidia pia naye kupush. Okay. Kwa mtu ambaye anataka kupata kazi zako kwa sasa, anaweza kazipataje? Kwa sasa hivi anaingia tu YouTube. Zipo YouTube, Audiomack, Boomplay, zipo yani zipo Spotify, zipo kote huko. Okay. Na kwenye hizo digital platform hasa za audio, na hapa ndipo ambapo wasanii wengi wanafeli. Unajua kwa sasa hivi tulipofikia, muziki audio ndio inauza zaidi kuliko video. Kwa maana ya kwamba hizi digital platform Boomplay, Deezer, Audiomack, Spotify na nyingine za kuuza muziki zinalipa zaidi kuliko YouTube. So far ni nani ambaye ana operate hizo handle zako, na kuna namna yote mapato yameanza kuingia mpaka sasa, na au kuna distribution company ambayo unafanya nayo kazi ambayo inauza kazi zako? Kwa sasa hivi bado haijaanza kulipwa. Kwa nini bado haijaanza kulipwa? Yani bado
sema bado yani hazijafunguka. Afu pia naye na watu pia yani wa kuendesha hizo account yani bado sina. Ila tu nimefungua zile account mwenyewe, nipo na mimi na mshikaji wangu ambaye nilivyokuambia. Kwa yani tunajaribu wenyewe kupush. Okay. Jaribu kupush. Ikitokea huko mbele, wakitokea watu wakaja, basi tutajua tunazifanyaje. Okay. Sasa bwana, mimi naitwa Mo7, hii ni Ruaha TV na tunaelekea mwishoni. Nilikuwa na mwanangu anaitwa Emotion Flavor. Kwa kumaliza tu, sema kitu na mtu ambaye anakutazama sasa hivi, kile ambacho labda unatamani kukisema mimi sijakuuliza. Na kipi ambacho unapenda kuambia mashabiki ambao wanakutazama sasa hivi? Mashabiki napenda kuambia wawe tayari kwa muda wote kunifuatilia. Muda wote kunifuatilia. Alafu ni hivyo tu basi. Anyways, kwenye mitandao ya kijamii wanakupataje? Mitandao ya kijamii YouTube Emotion Flavor, Instagram official Emotion Flavor. Huko WhatsApp ndo namba ya simu, TikTok Emotion Flavor, kote Emotion Flavor. Sio mbaya kama hata ukataja namba yako ya simu. Namba ya simu 0688 579 198. Okay. Hiyo hapo WhatsApp, na hata pia nayo ukitaka kunipigia muda wote. Naam, mpaka kufika hapa mtazamaji, hatuna la ziada. Mimi ni Mo7, nilikuwa na Emotion Flavor kwenye 101 ya Ruaha TV. Tukutane tena wakati mwingine kwa mengi na mengine yanayofanana haya. Usikose kusubscribe YouTube channel yetu ya Ruaha TV. We out. Unaangalia na kusikiliza Ruaha TV. Hii ni yetu sasa.